Naitwa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, historia na diplomasia. Jana tulishuhudia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mark Rubio pamoja na wataalamu wa masuala ya ulinzi na usalama kwa masuala ya Mashariki ya Kati na watu wa karibu wa Trump wakiwemo Jared Kushner, Steve Witkoff pamoja na makamu wa rais wa Marekani JD Vance wakieleza masharti ya kusitisha vita nchini Irani, na haya ndiyo masharti yalikuwa ni takriban masharti 15 ya Marekani ili aweze kusitisha vita nchini Irani. Sharti la kwanza, Irani lazima ivunje kabisa uwezo wake uliopo wa nyuklia. Sharti la pili, Irani lazima ijiondoe rasmi kufuatilia kutengeneza silaha za maangamizi za nyuklia. Sharti la tatu, kusiwe na shughuli zozote za urutubishaji wa uranium ndani ya Irani. Sharti la nne, Irani lazima ikabidhi akiba yake ya takriban kilo 450 za uranium iliyoboreshwa na kurutubishwa hadi 60% kwa shirika la atomic duniani, yani International Atomic Energy Agency. Sharti la tano, vituo vya nyuklia vilivyoko ndani ya Irani kwenye eneo la Natanz, Isfahan na Fordo lazima vifutwe au kuvunjwa kabisa. Sharti la sita, mamlaka ya udhibiti wa nyuklia duniani International Atomic Energy Agency lazima ipewe ruhusa kamili ya kufanya ukaguzi, uwazi na usimamizi ndani ya Irani. Sharti la saba, Irani lazima iachane na mkakati wake wa kutumia makundi wa shirika ndani ya Mashariki ya Kati, yaani Irani iachane na utaratibu wa kuwadhamini wanamgambo wa Fatimid walioko Syria wa Kishia. Irani lazima iache kuwa na ushirikiano na wanamgambo wa Houthi walioko Yemen. Irani lazima iache ushirikiano na wanamgambo wa PMF walioko Iraq, yani Kataib Imam Ali. Irani lazima iachane ushirikiano na Hamas walioko Palestina pamoja na Palestina Islamic Jihad, lakini pia Irani lazima iachane na uhusiano na Hezbollah walioko Lebanoni pamoja na wanamgambo wengine wa Hezbollah walioko Iraki. Sharti la nane, Irani lazima ikomeshe ufadhili wa fedha, silaha, viongozi na mafunzo kwa makundi mbalimbali ya Kishia Mashariki ya Kati ambayo yanatishia usalama wa Israel. Sharti la tisa, mlango bahari wa Hormuz lazima ubaki wazi kwa usafirishaji wa nishati duniani. Sharti la 10, mpango wa makombora ya masafa ya Irani lazima upunguzwe kwa kigezo cha umbali, idadi na uweze kusimamiwa na Marekani. Sharti la 11, matumizi yoyote ya makombora ya Irani lazima yawe kwa madhumuni ya kujilinda, sio kushambulia. Sharti la 12, Marekani itasaidia mpango wa nyuklia wa amani wa Irani, yani Nuclear for Peace, chini ya 20%, ambapo utakuwa ni kwa ajili ya kutengeneza umeme, mbolea pamoja na dawa. Sharti la 12, Marekani itaondoa vikwazo vya kitaifa vya kiuchumi kwa Irani ikiwa Irani itatekeleza masharti hayo ya juu. Sharti la 14, ushirikiano kati ya Urusi na Irani lazima uchunguzwe na Marekani kupitia idara zake za kijasusi. Kwa hiyo haya ndo masharti 14 ambayo Marekani aliyatuma kwa Irani kwamba iwapo Irani atayatekeleza basi Marekani na Israel wataacha kuishambulia Irani. Nayo Irani ilijibu kwa kuleta na yenyewe masharti yake mezani ya kusitisha vita. Masharti ya Irani. Sharti la kwanza, kukomesha vita na kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita, yani ceasefire agreement. Sharti la pili la Irani, dhamana ya kisheria na lazima kwamba Marekani na Israel hazitafanya mashambulizi ya kijeshi na kijasusi dhidi ya Irani siku zijazo, yani usainiwe mkataba mbele ya Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa, na mkataba huo usomwe kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kwamba Marekani na Israel hawatafanya mashambulizi yoyote ndani ya mipaka ya Irani, na Irani ipewe uhuru wa kujiamulia mambo yake ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, kwa sababu Irani ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Sharti la tatu la Irani, fidia ya kifedha kwa uharibifu na mauaji ya viongozi uliofanywa tarehe 28 mwezi wa pili, Israel na Marekani walifanya mashambulizi na kumuua Ali Ayatollah Khamenei na viongozi wengine wa Irani, Ali Shamkhani na wengine, Ali Larijani na wengine takriban 30 wameshakufa. Sharti la 4 la Irani, kutambuliwa rasmi kwa mamlaka ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz kwa Irani, yani Irani inataka kumiliki mlango bahari wa Hormuz bila masharti yoyote. Sharti la 5, haki ya Irani kudhibiti upitishaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz, ikiwemo kuzuia meli za adui wa Irani.
Sharti la 6, haki ya Irani kutoza ada kwenye mlango bahari wa Hormuz, ada ambayo ni kwa maslahi ya taifa la Irani. Sharti la 7, mpango wa makombora ya Irani ni ulinzi wa taifa, hivyo hakuna mjadala. Sharti la 8, mpango wa nyuklia ni mpango salama ni kwa ajili ya ulinzi na usalama wa Irani. Sharti la 9, kufungwa na kuondolewa kwa kambi za kijeshi za Marekani eneo la Ghuba ya Uajemi na Arabia, yaani Marekani aondoe kambi za jeshi katika maeneo yanayomzunguka Irani ikiwemo Saudi Arabia. Marekani aondoe kambi zake za jeshi Jordan, Syria, Lebanon, aondoe kambi zake za jeshi mpaka eneo la Afghanistan na maeneo yote ya Mashariki ya Kati ambapo Marekani amewekeza zaidi ya kambi 50 za kijeshi, zote ziondolewe. Sharti la mwisho, mipaka ya Palestina, Syria, Lebanon, Jordan irejeshwe mwaka 67. Ni Israel akubali kurejesha ardhi aliyoipola kwa mataifa ya Kiarabu mwaka 67 kwenye 6 Day War, na Israel akili kwamba hatafanya operation yoyote ya kijeshi ndani ya Palestina, na Palestina itambuliwe na Umoja wa Mataifa na ipewe haki yake sawa. Wakati huo Marekani iwe nchi ya kwanza kuitambua Palestina kama nchi huru. Kiujumla, haya ndo masharti yaliyowekwa ya pande zote mbili, yaani Israel ameweka masharti yake kusitisha vita na Irani naye ameweka masharti yake. Sasa mgogoro huu kwanza unaanza katika ngazi ya bilateral negotiation, maridhiano ya pande mbili, yaani Marekani na Iran, lakini pia inakuja tripartite negotiation, kwa maana kwamba ni Marekani, Israel pamoja na Iran. Baada ya hapo sasa inakuja ni multilateral negotiation, kwa sababu pia kuna mataifa Mashariki ya Kati, lakini kuna blockers, madalali ambao wanataka vita hii iishe, ambao wanaongozwa na Pakistani na mataifa mengine yenye ushawishi kama China amesema yuko tayari na mataifa mengine. Lakini kiujumla ni kwamba this is a deadlock negotiation, ni maridhiano au ni maridhiano au ni makubaliano ambayo hayawezi kufikia maridhiano, kwa sababu kila mmoja hataki masharti ya mwenzake. Swala la nuclear, Irani hataki lizungumzwe, na Marekani kuondoa kambi zake za jeshi haiwezekani. Kwa nini hii vita hii vita inaweza ikaisha haraka au isiishi haraka? Kwanza, kila mmoja ana kura ya turufu. Irani ana mateka wa Marekani, Irani amedhibiti mlango bahari wa Hormuz, Irani ana makombora, Irani ana mafuta, Irani ana uwezo, amefanya damage kubwa ndani ya Israel, Mashariki ya Kati, na Irani amesababisha mdororo wa kiuchumi duniani. Kwa hiyo Irani pia ana nguvu, haingii kwenye maridhiano au kwenye mazungumzo ya kutafuta mwafaka kama underdog, anaingia kama mtu mwenye nguvu na mwenye kura ya turufu ya kimkakati. Lakini Israel yeye anamsindikiza Marekani, kwa sababu Israel hataki Irani awe taifa lenye nguvu. Israel anataka kuwa peke yake taifa lenye nguvu. Swala la Irani kuunga mkono vikundi vya wanamgambo kama Hezbollah, Katabu Imam al-Fatimidi, vikundi kama Houthi, PMF, lakini pia Israel na Marekani na wenyewe wanawaunga mkono wanamgambo wa Islamic State na Al-Qaeda ambao wamefanya mauaji sehemu kubwa. Tangu Islamic State ianzishwe 2011 mpaka leo imeua takriban zaidi ya watu milioni 1 kwenye maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati tangu mwaka 2011. Israeli na Marekani pamoja na Saudi Arabia wanawaunga mkono Islamic State pamoja na Al-Qaeda au Tahrir al-Sham ambao walienda Syria wakauondoa utawala wa kishia wa Bashar Hafidh al-Assad na kumweka gaidi wa Syria ambao Israeli walimtafuta muda mrefu, Hassan al-Sharaa ambaye anaitwa Abu Muhammad al-Jurani. Lakini pia ni Israel na Marekani na Uingereza na Ufaransa ndio walioandaa wanamgambo wa Mujahidina, ambapo ndani alikuwemo Osama bin Laden ili kwenda kupigana na Urusi Afghanistan kuanzia mwaka 1979 mpaka mwaka 1989 ambapo moja kati ya sababu iliyopelekea kuanguka kwa umoja wa nchi za Kisoviet ni kushindwa kwa Warusi ndani ya Afghanistan kutokana na Marekani, Uingereza, Ufaransa kuwatumia kina Osama bin Laden kuwafukuza Warusi ndani ya Afghanistan. Kwa hiyo Marekani na Israel na Saudi Arabia na wenyewe wanahusishwa tena kwa ushahidi kuviunga mkono vikundi vya kigaidi vyenye itikadi za Kisuni. Wakati huo Irani na Urusi nao wanahusishwa kuwaunga mkono vikundi vya kigaidi vyenye itikadi za Kishia. Kwa hiyo swala la ugaidi hatuwezi kuwekea dhamani. Kwenye Epstein Files imeelezwa kabisa kwenye yale mafaili kwamba
ni Israel na Marekani ndio waliounda Islamic State na Al-Qaeda kwa ajili ya kunyong'onesha utawala wa Irani, kunyong'onesha utawala wa Syria wa Kishia na kuleta sintofahamu na machafuko Mashariki ya Kati, ili Marekani na Israel na mataifa mengine ya Ulaya yaweze kuchota mafuta. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe kwenye ukurasa wangu wa YouTube Lugete Musa Lugete, au kuwasiliana na mimi kwa namba zangu 0755988284 au 0776088284.